twakukimbilia wewe. Ni wewe Bwana, Wewe mwenye uweza. haleluya Bwana, ni wewe Bwana, Wewe mwenye uweza. twakukimbilia wewe. ni wewe Bwana, Wewe mwenye uweza. twakukimbilia wewe. vigelegele kwa Yesu, piga makofi ya juu kwa Jehova. Hey! Jesus. Ni wewe mwenye ushindi Baba, twakukimbilia wewe. Ni wewe mwenye uweza wa ajabu, twakukimbilia wewe. Uliyeshinda na kifo Baba, twakukimbilia wewe. Ni wewe Bwana, Wewe mwenye uweza. twakukimbilia wewe. ni wewe Bwana, Wewe mwenye uweza. twakukimbilia oh, ni wewe Bwana, ni wewe twakukimbilia, tunakimbilia kwako, Wewe mwenye uweza. twakukimbilia oh, ni wewe Bwana, Wewe mwenye ni wewe. uweza. Haleluya Yawe, ni wewe Bwana, Bwana, twakukimbilia oh, ni wewe Yawe, twakukimbilia vigelegele kwa Yesu. Twende twende, aha, inua vigelegele kwa Yesu. Jesus, aha, twende tena, Jesus, vigelegele kwa Yesu. Aha. Ni wewe mwenye ushindi, twakukimbilia wewe. Ni wewe mwenye maajabu, twakukimbilia wewe. Ni wewe mwenye maajabu Baba, twakukimbilia wewe. Ni wewe Bwana, Hallelujah.
Zungusha kwa Yesu, zungusha. Zungusha kwa Yesu, zungusha. Inua mikono yako kwa Bwana juu. Inua mikono kwa Jehova. Inua mikono kwa Jehova. Inua. Inua. Yesu. 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 Aya kale kale. Kale kale. Owa muluma we. Kale kale. Aya kale kale. Kale kale. Owa muluma we. Kale kale. Aya kale kale. Kale kale. Owa muluma we. Kale kale. Owa muluma we. Kale kale. Aya kale kale. Kale kale. Owa muluma we. Kale kale. Aya bigelegele kwa ye. Twende. Zungusha. Cheza. 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 Cheza kwa Bwana, mcheza Jehova. Twende. Aya kale kale. Kale kale. Owa muluma we. Kale kale. Oya kale kale. Kale kale. Owa muluma we. Kale kale. Owa muluma we. Kale kale. Oya kale kale. Kale kale. Owa muluma we. Kale kale. Aya cheza mcheza mgeukia jirani yako. Aya mshikane wawili wawili. Vigelegele kwa Yesu. Shikana wawili wawili na inua mikono kwa juu Jehova. Mshangilie Bwana kwa vigelegele na shangwe. Mshangilie tena Bwana. Jesus. Yeah.
cheza Jehova. Aya kale kale, kale kale, owa muluma we, kale kale, aya kale kale, kale kale, owa muluma we, kale kale, kane nukuja. Jesus. Brother, Jesus. Brother, Jesus. Jesus. Tana, Jesus. Brother, Jesus. Tana, Jesus. Tana, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu yote miwili. Izidi kichwa kabisa. Inua tena mikono yako juu. Tutamshangilia Bwana. Tutamshangilia Bwana mpaka mataifa yakashangaa, mpaka nguvu za kuzimu zitashangaa kwamba madhabahuni kwa Bwana kuna nini. Maana wana wa Israeli walipopiga kelele za shangwe, ukuta wa Yeriko ulidondoka, ulivunjika ukazama chini. Na sisi tunapopiga kelele, magonjwa yataondoka. Tunapopiga kelele, ulemavu unaondoka. Tunapopiga kelele, umasikini unaachia. Tunapopiga kelele, magonjwa yanaachia, laana zinaachia, udhaifu unaondoka. Maana kelele za shangwe zitakwepo mahali hapa. Utukufu ni kwake. Moja, ajiandae. Hiyo ni moja. Andaa kinywa chako, andaa kinywa chako na makofi. Mbili, hiyo ni mbili. 2.5, 2.5, 2.5. Tatu, mshangilia Bwana, shangilia Bwana. Piga kelele za shangwe, piga kelele za shangwe, piga kelele za shangwe, piga kelele, piga kelele kwa Jehova, piga kelele kwa Bwana, piga kelele kwa Jehova. Rikatarabasheke, yakatarabasheke. Jesus, Yesu, Yesu. Nishike mkono nisizame, mawimbi ni mengi, niokoe. Nishike mkono, Yes, Lord. nisizame, mawimbi ni mengi, niokoe. Nishike mkono, nisizame, mawimbi ni mengi, niokoe. Nishike mkono, Baba, nisizame, mawimbi ni mengi, Yesu, Baba, mawimbi, Yesu wangu, Baba, mawimbi, Yesu wangu. Shika mkono Baba, mawimbi hapa mengi, Yesu wangu, Yesu, nisizame, Baba, mawimbi
naomba usikizishe sauti yako ndani yetu, sikizisha kwenye mioyo yetu, kwenye akili zetu, mahali ambapo akili yetu imelala, ufahamu wetu umelala, ukautie nguvu tena. Mahali ambapo maono yetu yamelala, ukatutie nguvu tena. Amsha ndani yetu ile hali ya kusikia ya mara ya kwanza ambayo tuliipoteza kwa sababu ya dhambi zetu. Tunaomba Mungu utukumbuke katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Naomba tukae. Asanteni sana mliokuja. Mungu awabariki. Tunaendelea na maombi. Wiki hili tuna maombi hapa pamoja na sifa na mambo mengine, lakini tuna agenda za maombi, na tunatamani ya kwamba kile kichwa cha maombi yetu ya mfungo kinachosema kitie nguvu kisichokuwa na nguvu, ili kiwe na nguvu tena. Hakuna mahali ambapo hapakuhusu, yani kila moja hiyo agenda inakuhusu. Kuna mahali hauna nguvu, kuna mahali umepoteza, kuna mahali upo hivi na hivi na vile na vile, unajiuliza ni nini. Lakini katika safari hii ya siku hizi za mfungo, tunatamani kile ambacho hakina nguvu ukakitie nguvu, kile ambacho kimepotea ukirejeshe, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo utakuta hata masomo yetu na mafundisho yetu yamelenga habari ya kutia nguvu au kurejesha kile ambacho kimepotea. Unanielewa ninaposema? Kwa hiyo hatutoki nje ya agenda ile. Toka siku ile tulipoanza siku ya kwanza, akaja mchungaji akatembea hapa na mafundisho wiki mbili, tukaja wiki iliyopita mtumishi akafundisha hapa, na wiki hili tena bado tunatembea kwenye kitu kile kile, na asubuhi tunatembea vile, na mchana tunatembea vile, na jioni tunatembea vile vile. Kwa ukija hapa utasikia habari hizo hizo. Na jana tulikuwa tumeanza juu ya habari ya pembe, tukasema pembe ni mojawapo ya mambo yaliyopo katika ulimwengu wa roho. Kila mtu au kundi au eneo lina pembe. Hatuzungumzii pembe ya nyumba, tunazungumzia ile pembe kama ile ya mnyama, kama ile ya nyati. Kwa kawaida wanyama ambao wana pembe kali sana, ndefu sana, wanakuwa na kiburi sana, kwa sababu anajua silaha yake ya kwanza ni pembe. Mnyama yeyote anayesogea kwake, siyo digidigi, siyo sungura, siyo nani, hata jifanye mjanja, yeye anatumia pembe yake, anamnyanyua na kumtupa kule. Anakuwa amemuumiza mara mbili. Kwanza kile kitendo cha kumchota na kumtupa kule amemuumiza kwenye mwili wake, lakini anapoenda kudondoka kule anaumia tena mara ya pili. Kwa hiyo yule mnyama anakuwa sio wa kawaida. Na katika hali ya kiroho na kibibilia, hii Biblia tunaosoma inaeleza habari za pembe maeneo mengi sana. Kwa hiyo mtu ambaye ana pembe, pembe yake imeinuka, haijakatwa, anakuwa na nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Na kila mtu Mungu alimuumba ana pembe, usisahau hilo. Sasa ile pembe huwa inakatwa kulingana na maisha na mfumo wa maisha na unavyoenda. Labda umemkosea Mungu, pembe yako inakatwa. Mungu anaruhusu ile pembe inakatwa. Sijafundisha hicho kitu, lakini nitakuwa nasema mara kwa mara hicho kitu. Na jana tuliomba toba hapa kwa ajili ya pembe zetu, zinawezekana zimekatwa kwa sababu hiyo hatuonekani. Wapendwa, jana tulijifunza kwamba dalili, tulianza kuangalia dalili ya mtu au kundi au nchi. Huko mbele tukipata nafasi tutaomba kwa ajili ya nchi. Nchi pia inaweza kukatwa pembe yake, inakuwa haisikiki. Unaenda mahali nje ya nchi, unajitambulisha nimetoka Tanzania. Wanasema kuna kitu kinaitwa Tanzania hapa duniani. Kwa hiyo unaanza kushangaa, nchi ya Tanzania ilivyo kubwa hivi, watu hawatufahamu kabisa. Yawezekana ikawa pembe imekatwa. Tutaomba pia huko mbeleni kwa ajili ya nchi yetu pia. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Naomba usikose kuhudhuria, kwa sababu kuna maana kubwa sana juu ya hii kitu. Kuna mambo yako hayaendi, kumbe pembe imekatwa. Na kama pembe imekatwa, jana tuliona heshima, dalili mojawapo ni heshima ya mtu kuporomoka au kutokukumbukwa, kusahaulika kabisa. Jana tulipita kwenye maeneo kadhaa hapa, tukasema inawezekana umesahaulika na familia yako, na watu uliowahi kuwasaidia, uliowahi kuwasomesha, uliowatoa katika labda vijijini huko walikuwa na hali mbaya.
lakini wamefika hapa wamekusahau kabisa. Ambone Kiando umetoa wangapi kijijini? Kweli wanakukumbuka. Kama hawakukumbuki rafiki yangu, ni saa jana tuliomba hapa juu ya kwamba Mungu awakumbushe huko waliko, waanze kutukumbuka. Hata mimi kuna watu waliowahi kuangukia mikononi mwangu, tena wengine waliangukia hata kabla sijaolewa. Nipo binti mdogo tu na miaka 20 na kitu, ninabeba majukumu makubwa, kuwasomesha, kuwasaidia. Siku moja nakumbuka mpaka nilipelekwa mahakamani kwa ajili ya mwanafunzi. Sasa uniulize, je, ananikumbuka? Kama hanikumbuki kuna kitu, umenielewa? Lakini mimi yule ananikumbuka. Mara moja ananitumia hela ya vocha. Nilitoka naye wapi? Kabla sijaolewa, nipo mdada, mpaka siku moja nikapelekwa mahakamani kwa ajili yake. Nataka kusema nini? Ukiona dalili yote ambayo sio nzuri, omba, tamka juu ya pembe. Jana tulisema hivi, huyo mtu ambaye heshima yake imeporomoka, haonekani, hatajui, hiyo pembe huwa hairudi, hiyo hali haiondolewi mpaka atakapoonekana mtu wa kutubu. Ndio maana jana tulitubu, lakini sio kutubu tu na kutamka kwamba tunarudisha hiyo heshima, tunarudisha hiyo pembe. Tamka, tamka, tamka. Ukiona hapa madhabahu tunasema tamka kitu, tamka tena kwa kumaanisha. Kwenye ulimwengu wa roho kinaumbika. Niliwaambia mimi hapa nina shuhuda za kutosha mwaka huu kwa jina la Yesu. Tena mapema tu hapa, sijamaliza mwezi wa 3. Nitakapofika wa 12 itakuwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, pembe ikirudi, na kuambia waliokuwa hawakuoni wanakuona. Usilalamike kwamba wananidharau. Inawezekana tatizo ni wewe. Wewe unafikiri wanakudharau tu. Kuna mahali wameingilia. Nilifundisha hapa Morning Glory, nikamwambia hivi, wakati mwingine kabla hujamtazama mtu mwingine na kumlaumu mtu mwingine, hebu jaribu kujicheki wewe mwenyewe. Jicheki wewe mwenyewe. Kuna mtu mmoja siku moja aliwahi lalamika, akasema, yani mwenzao nimekaa na mgonjwa kwa muda mrefu kweli, wanakwaya hawajaja, nimeuguza muda mrefu, sio miaka miwili, sio mwaka mmoja, wanakwaya. Nikasema mimi, lakini wakati fulani inawezekana tatizo ni sisi, sio lile kundi. Kwa nini wakusahau kiasi hicho kweli jamani? Kama tudumi hela ni tunashindaga pamoja, tunacheza hapa pamoja, tunaimba hapa pamoja, kwa nini wanisahau? Isikana kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho na mimi siwezi kukiona, ila ninaliona lile kundi kwamba lina makosa. Hapana, kabla ya kuona lile kundi lina makosa, jaribu kurudi kwako. Mara nyingi sana tunanyoshea vidole watu wengine. Naomba sasa hivi badilika. Kabla ya kunyoshea kidole mtu mwingine, jiangalie mwenyewe. Nitawafundisha hapa. Kuna watu wakiwakopesha hela hapa hawarudishi. Tatizo sio yule, tatizo ni wewe. Watu wanachukua vitu vyako, nitakufundisha hapa. Wanachukua wanaenda navyo tu. Anasema ni azime hapo una 20,000. Hafu jumla 100,000 jumla. Kuna mtu akiolozesha madeni yake zinapika hela nyingi. Sasa inawezekana kuna wakati mwingine ni tatizo la kwako, pembe yako imekatwa kwa namna hiyo na wewe hujui. Unawalaumu wale watu. Unamlaumu nani? Jaribu kujicheki mwenyewe. Siku utakapoanza kuomba haya maombi, nakwambia utakuta hao watu wanaanza kukumbuka kwamba eti Ben, nilichukua 20,000 yako, samahani. Sasa wewe unashangaa. Unashangaa, kwani huyu mtu alikuwa wapi? Shida ni wewe, pembe imekatwa, kwa hiyo wanachukua vitu vyako. Beba, hawarudishi. Kuna watu mkiazimisha nguo hapa, mtu anaendaga naye. Umempa tu jifunika isi, rafiki yangu, sweta hili baridi sana au mvua, ameenda nalo. Hujamwambia ndio nimekupa, ameenda nalo. Na wewe kama upo hapo unafanyaga hivyo, waache. Sio tabia nzuri eti. Haya, leo tuangalie. Kumbuka tunaangalia dalili. Nimesema dalili ya pembe kukatwa. Dalili zipo nyingi, lakini mimi nitasema chache, kama sio 3 4 tu. Leo hebu tuangalie hapa dalili ya kwamba pembe yako imekatwa. Ni hii. Nisikize kwa makini, na kama mnaandika, andika hii sentensi yote iishi. Kutopata hamu ya kufanya kitu au jambo ambalo ulitakiwa kufanya. Kutopata hamu ya kufanya kitu au jambo ambalo ulitakiwa kufanya. Wangapi wanaandika? Haya.
Hizo point hizo nyingine hazipo kwenye kile kitabu cha Daktari Kope, hazipo. Yaani Mungu amenipa mimi mwenyewe za kwangu. Kwa hiyo kama naandika andika, usikafikiri mle kwenye kitabu zipo zote. Kwa hiyo kuna zingine mimi Mungu amenipa. Kwa hiyo ni muhimu kaandika kwa sababu zitakusaidia. Na hizi zimefunuliwa kutoka kwenye hii madhabahu ya kwako hapa. Kutopata hamu ya kufanya kitu au jambo ambalo unatakiwa kufanya, au kutofanya jambo kwa wakati, kuchelewa kufanya maamuzi. Na hata ukihamasishwa na mtu husikii ndani yako. Sasa hapa nitaeleza vitu kadhaa hapa. Kutofanya jambo kwa wakati, nimesema au kutofanya jambo kwa wakati, yaani kuchelewa kufanya maamuzi. Hata ukihamasishwa huoni umuhimu. Wanapokuhamasisha unaona kama vile wanakusumbua. Niwahi kukutana na dada moja hivi, anasema eti nani kule nyumbani kule, yaani wanasema niolewe. Wana maana wale watu, usiwalaumu tu kwa sababu wanakukumbusha. Sasa yeye anaona kama wanamuonea. Wana maana, lakini sisemi wakusemeseme, wakuelekeze. Kwa mfano mimi ninawaelekeza watu wengi sana, na hasa vijana wa kiume. Ninazungumza nao mara kadhaa, nawaambia hivi: moja, ukioa mapema utapata watoto kwa wakati, utasomesha kwa wakati ukiwa na nguvu. Umeona babangu huyu hapa aliyekaa, huyu hapa nitakuwa siwe sasa ana mtoto ambaye anasomesha primary. Umeona? Nguvu yake sasa hivi inafaa tu kujikimu ye mwenyewe, lakini sio mikiki ya watoto wa primary. Samahani baba, nimekutolea mfano, lakini ni kwamba ninajaribu kuwaelekeza. Kwa hiyo yeye anafikiri kwamba yupo sahihi anapoenda kuchelewa, na ukimwangalia hana sababu za msingi. Anyway, kuna wakati naweza kutokea kuchelewa kuwe na sababu za msingi, lakini kama hakuna sababu, mbena yedidia eti amin, hana sababu za msingi. Wadada wanaonekana wapo wamejaa tele, anachaguaga we, unafikiri utaoa malaika. Hawa utaoa hawa wadada wakutola baba, umesikia? Kwa hiyo wewe omba tu Mungu akupe wa kwako, yupo. Kwa hiyo wakati mwingine inawezekana ni pembe imekatwa kwenye hilo eneo la kuoa au kuolewa. Mimi niposoma hii kitu hii, sijui wewe, mimi nimechukia sana. Unajua, huwa nawaambia mimi nimeolewa nikiwa na miaka 32, lakini sikutaka. Yaani huwa nawaza wakati fulani, unajua, niposoma hili imeniuzi zaidi. Nikasema Mungu, hii kitu hii ningejua mimi kabla nikiwa mdada kama wadada nyi wadogo nyi, na hakika ya kwamba isingekuwa hivyo kabisa. Siwi nilichelewa wapi kuja Iringa mimi. Jamani, ngoja niwaambie hivi vitu sio tunacheka, kwa sababu ipo hivi. Mnisikilize kwa makini. Hii point tutasoma mistari mingi hapa. Sikiliza. Kuchelewa kufanya kitu, ile roho ya kuchelewesha ikikuingia, mwisho wa siku unaweza kuona mtu kama anaruka na akili. Uliwahi kuwaza mtu ana miaka 50 anagundua kwamba hivi sijaolewa, ndio anaanza kutafuta mume? Si mmeona watu wana miaka 50 ndio anatafuta mume? Mimi ninao, hata ndugu zangu ninao. Yupo serious na mume, yani sasa ndio yupo serious. Sasa unajiuliza huyu mtu alikuwa wapi huyu? Si afadhali mdada mmoja mwana maombi mmoja si leo atakuwa amekuja. Anasema nimwambia mwinjilisti, nimwambia Mungu, mimi mume wa kunipa miaka 35 sitaki. Amesimama hapa kwenye hii madhabahu hapa. Hivi unajua mume alikuja muda huo. Yaani alikuja hapa kwa hoja. Akasema mimi miaka 35 unanipa wa nini? Heri usinipe. Akaongea na Mungu kama naongea na mtu. Nakwambia yule bwana si alikuwa ameenda wapi? Akaona siku moja huyo. Halafu yule bwana anaingia akasema, "We ni mwanamke mshindi kuliko wanawake wote." Yaani ameona wengi lakini huyu. Halafu alirudi usiku.
Asema nilipoingia nikamwambia lete hela zangu, alikuwa ameondoka na milioni 2. Lete hela zangu, nikasema na wewe sasa ulikuwa unafuta maombi. Asema namwambia lete hela, yeye hana hata habari na zile hela. Asema wewe mwanamke mshindi, umewashinda wote. Baadaye kampokea akaenda kuishi, wanaishi vizuri mpaka leo. Yameshaisha. Lakini alifanya nini? Alizamilia. Nakwambia ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Kila kitu kwa walokale ni nguvu, bila nguvu nakwambia upate. Siwipata. Nakwambia utabaki kama ulivyo. Sisemu kanyang'anye mume wa mtu. Lakini ng'ang'ana. Nenda mbele za Mungu kwa hoja. Mwambie Mungu, hivi umri wangu unaona unapita. Kama huyo mume yupo, aje. Kama hayupo, uniambie. Ili niwe najua. Si ninawafundisha hapa, mimi niliwaambia. Nilisema Mungu, mume huyo yupo au hayupo? Kama hayupo, pengine afue magorofa au vizenga kako magorofa. Si mnasikia magorofa yameua wafanyakazi si wangapi? Na wengi wanakuwa wanaume. Hebu pengine alikufa huko Dar es Salaam. Mimi naendelea kusubiria. Tuelewana. Na ninakwambia ndani ya mwezi mmoja nilipata jibu. Nikaolewa. Na pete. Natamba naye. Nataka kusema nini? Unajua naongea hivi vitu kama utani, lakini nataka nikwambie ukweli. Walokole wengi, wewe baki yangu na subiri. Sasa hivi tunaishi dunia ambayo inatakiwa yenye mapambano, inatakiwa kupambana, bila kupambana uchomoki na kuambia. Subiria. Haya, sikupanga kusema haya, kuna mtu hapa upone kwa jina la Yesu. Turudi kwenye mistari. Tumesema hivi, dalili moja hapo kwamba pembe yako imekatwa ni kuto kupata hamu ya kufanya kitu au jambo ambalo unatakiwa kulifanya. Wakikuambia hutaki au unafanya kwa kuchelewa. Mimi nilikuwa nazungumzia hapa kwa kuchelewa. Na mimi nimenikumba sana hapa. Na bado napambana nayo hapa kwenye kuchelewa. Hapa penye kuchelewa. Penye kuchelewa hapa. Watu wengi sana tunapata vitu vyetu kwa kuchelewa. Na hiyo sio sawa. Twende tukasome mistari hii hapa. Tutawalejea wa Israeli sehemu ya kwanza. Tutaona jinsi ambavyo Israeli walipochukuliwa au pembe yao ilipokatwa wakachukuliwa kupelekwa Babeli. Nini kilitokea wakiwa kule Babeli? Tutaangalia katika maeneo mawili. Jambo la kwanza, Waisraeli walikoma kumwabudu Mungu au kumsifu Mungu, kumpa Mungu ibada. Pembe yao imekatwa. Kwa ishara mojawapo ya Waisraeli hawakutaka kabisa kumsifu Mungu wala kumwabudu Mungu. Zaburi ile ya 137 Yedidia chapu hapa. Zaburi 137 mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Mstari wa kwanza hadi wa 4. Zaburi 137. Zaburi ya 137 mstari wa kwanza hadi wa 4. Neno la Bwana linasema, kando ya mito ya Babeli ndipo tulipoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu, maana huko walituchukua mateka, walitaka tuwaimbie, na walituonea, walitaka furaha. Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Amen. Amen. Umeona taifa la Israeli wamechukuliwa, pembe yao imekatwa kwa sababu ya wamemwasi Mungu. Kwa hiyo Mungu ameruhusu pembe ile imekatwa, wamechukuliwa kwenda ugenini huko Babeli. Wanatumikishwa, wanafanya kazi kwa faida ya Babeli. Nchi yao inalala, imebaki magofu kule, hakuna naye iangalia, kwa sababu awamu hii walikuwa wanachukuliwa watu wenye nguvu, wale vijana wenye nguvu kama akina Idia hapo, kina Agnesia, akina Angel, wote mabinti wazuri wote wanachukuliwa, wanabaki wazee. Si kama mimi, si zaidi ya mimi sijui. Wanabaki pale na watoto wadogo. Halafu wale watoto wadogo wakikua tena awamu nyingine wanaenda kuchukuliwa. Soma kwenye kitabu cha Yeremia, ile sura ya mwisho ya kitabu cha Yeremia inaonyesha walivyochukuliwa makundi. Wakijaona hao wamechoka, wanawarudisha, wanawachukua wengine. Nchi yao ikabaki katika hali ya ubaya, kiwa mkubwa. Sasa
Kule wakiwa kule Babeli ndipo Zaburi hii ilipotungwa, hii ya 137. Anasema kando ya mito ya Babeli ndipo tulipoketi tukalia, tukaikumbuka Sayuni. Sayuni manake ni Israeli, ni Yerusalemu. Katika mito ya katikati ya mito iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu. Manake hatutaki kuimba. Wakatuambia tuimbe nyimbo, tukasema tunaimbeje nchi ya ugeni? Hatutaki, pembe yetu imekatwa, hatutaki. Yaani hapa umewahi kuona mtu ambaye amekuja kanisani ameuzika, wakisema imba hataki, simama hataki, liturujia inaendelea amekaa. Muda wa kutoa sadaka hapa atajitahidi, ila atafika hapa kiando wanafanyaje? Huwa wanafanyaje? Hebu niambie, wao wanafanyaje wakifika? Anapitiliza. Mimi nakaaga hapa mara nyingine, anafika. Anakuwa kama ananyosha mzee. Anafika. Anarudi. Jumapili katikati ya watu kama hapa kanisani ibada yetu ya pili. Vipi? Mimi nimeona watu mara kadhaa. Sisemi usije kanisani ukiwa na msongo wa mawazo. Lakini nataka kusema watu huwa wanapitiliza. Mimi sijasema usije kanisani, ujage tu. Ukipitiliza pole, lakini ukiweza toa sadaka tu. Ana msongo wa mawazo. Kwa hiyo Israeli wakawa na msongo wa mawazo, pembe imekatwa, Mungu ameruhusu ile pembe imekatwa. Hawana usemi, wanatumikishwa. Wakiamka asubuhi kusoma si ni matofari, si ni nini kwenye nchi nyingine. Kwao kuna la pembe imekatwa. Adui amewabeba kwa urahisi. Kwa sababu gani? Kuna kosa wamemkosea Mungu. Mungu ameruhusu adui amekata pembe. Kwa hiyo dalili moja wapo, hawataki ibada tena. Sitaki kuimba. Baba mmoja siku moja akaja hapa fellowship kukaa na ibada ya kusifu mwaka fulani. Sasa kumbe nyumbani alikuwa ameibiwa gunia 100 za mahindi nyingi. Akanifuata baadaye, kwa analia. Ukiona mtu mzima analia, mwanaume. Sasa baba nini? Aliambia mwanangu, kijana niliyemsomesha na kumlea ndio yale ameiba gunia, ameenda Dodoma kuuza 100. Kutoka nazo mbali, mkoa wa mbali, amepita nazo hapa. Sasa baba tunafanya analia. Sasa nilichoshangaa mimi, nisikilize. Watu wale wanaenda kuimba huku, akina Kiando, akina Mwasakifa na wengine. Anasema, "Hafu nimekuja huko kanisani nimeona tu watu wanaimba tu." Sasa mimi namwangalia, nimesoma kidogo saikolojia. Nikasema Mungu wangu, maskini sio yeye. Gunia 100 zinamuuma. Kwa nikazungumza naye pale, asante Mungu, akaanza kurudi kwenye mudi yake. Alikuja na gari. Sasa nikamuuliza mwishoni, unaweza kuendesha gari mpaka nyumbani? Au tumwambie mama aite mtu aje kuendesha? Maana hatutaki kukukosa baba. Magunia tumekosa, tukose na mtu. Akasema mwinjisi naweza. Akasema basi baba, twende kanisani tena. Akarudi hapo, nikaona baadaye nikashukuru. Yaani ile sauti ya ofisini sio hii hapa tena. Nikajua tayari ameanza kurudi vizuri. Kwa hiyo nikaenda kumfuatilia wiki nzima. Akasema mwinji na recover sasa, basi ndio watoto wetu, ndio hivyo tena. Basi nikaisha. Nataka kusema nini? Hao wanasema tulitundika vinubi vyetu, magitaa. Lakini tuimbe huku. Na kwa Waisraeli nje ya Yerusalemu wanafikiri hamna Mungu. Walifikiri hivyo hapo zamani. Walikuwa wanafikiri nje ya Israeli hakuna Mungu. Yaani huku tumepotea hivi. Tuyagile. Sio kama wewe ukienda Ulaya unajua ninaye Yesu moyoni mwangu. Wao walikuwa wanafuata eneo. Wanajua kwamba lile eneo ndio lina Mungu, lakini kule ugenini hakuna Mungu. Kwa hiyo walikoma kufanya nini? Ibada. Mara ngapi wewe umeacha kuja ibadani? Mara ngapi wewe umekoma kufanya ibada nyumbani kwako? Kwa sababu pembe imekata. Na wewe hujui, unasema sijisikii tu kufanya ibada, kumbe wamekata pembe. Na shetani anafanya kila namna, anakata pembe yako. Halafu unajibaki mkiwa ule ukiwa unaendelea na maroho mengine yanaingia. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, nasogea mbele zako. Ninaomba unisamehe mahali ambapo nimekukosea wewe. Pembe yangu ikakatwa, na kwa sababu hiyo
nikashindwa kuabudu, kukupa ibada wewe, nikashindwa, nikawa nimelemewa na msongo wa mawazo na mzigo mzito wa mawazo, ninasogea mbele zako, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, ninaomba unitakase, unirejeshe pembe yangu ili nipate kukuabudu kwa uzuri na utakatifu wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ile hali ya kuabudu irudi ndani yangu, irudi ndani yangu, irudi ndani yangu, ni kuabudu wewe, ni kusifu wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi mazuri. Haya, kitu kingine cha pili ambacho kilitokea kwa Waisraeli, tusome pale Yeremia 29. Yeremia 29 mstari wa 4 hadi wa 7. Pale kuna mambo mawili au matatu, lakini mimi nitaeleza sana kitu kimoja. Yeremia 29 mstari wa 4 hadi wa 7. Mstari wa 4 hadi wa 7, neno la Bwana linasema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, awaambia hivi, watu wote waliochukuliwa mateka niliowafanya wachukuliwe toka Yerusalemu mpaka Babeli, jengeni nyumba mkae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda yake, oeni wake mkazae wana na binti, kawaozeni wake wana wenu, mkawaoze waume binti zenu, wazae wana na binti zenu, mkaongezeke huko wala msipungue. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwa mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani ya mji huo ninyi mtapata amani. Amen. Amen. Umekiona hicho? Si ni kiburi? Eti tukisema kiburi tulikuwa tumekoze. Yaani hawataki kulima bustani, hawataki kupanda matunda. Kibaya zaidi hawataki kuoa na kuolewa. Sisi tupo Babeli huko, hatutaki kuoa, tumegoma. Wavipi ile ya? Wamechukia, hawataki kuoa. Na unajua Babeli ni miaka 70 waliishi kule. Miaka 70 ni umri wa mtu mzima kabisa. Hawataki kuoa, hawataki kuolewa, hawataki kuoza binti zao. Pembe imekatwa, wamechukua wameenda ugenini, halafu hawataki kuoa. Na kwa sababu walikuwa wamechukuliwa wengi na ni vijana, Mungu alikuwa anamaanisha pale sio waoe wale wa mataifa, waoe hawa waliokuja. Hili kundi hili si wenyewe wafungwa huko. Lakini wakawa mwanzoni hawataki, mpaka ilipokuja hii sauti kwamba mkaongezeke, muongezeke huku ugenini, ongezeke. Mtakaa hapa miaka 70. Mtakaporudi mtakuwa wazee, mtashindwa kuolewa wala hamtaweza kuzaa. Lakini walikuwa wamegoma. Lakini kitu kingine walichogoma ni kuombea ile Babeli. Yaani wapo Babeli ugenini huko. Kwa wameichukia ile nchi, wameichukia kabisa. Hawataki kuiombea. Kama vile wewe unavyoichukia Tanzania. Nimekuonea. Tutangaze maombi ya kuombea Tanzania. Dakika 20, 10 unajitahidi sana. Baada ya hapo tuseme jamani, tuombee uchumi wetu. Mungu kumbuka na ile sadaka yangu niliyotoa Jumapili. Mara ngapi umeitolea nchi yako sadaka? Kwamba nakuja Jumapili hapa hata kama ni kwenye bahasha, lakini sadaka leo ni kwa ajili ya Tanzania. Hapo ndipo jamani, waombaji, unakuwa kama umehizila nchi yako hivi, lakini inawezekana ulipita changamoto fulani, ulionewa, kwa huipendi tena. Hivi uipendage tu maana huna nchi mbadala. Wewe ni Mtanzania, ukienda huko kwingine labda katafute uraia kwingine, lakini hivi iombeage tu hii. Usalama wa nchi hii upo mikononi mwako. Tupungiane mikono hivi basi. Wenzetu walizila wakasema huku ugenini hatuombe, ngoja tu hii nchi iharibikage tu.
unaharibika na wewe humo. Unatoboa mtumbwi na wakati na wewe upo kwenye nini? Kwenye mtumbwi. Maji yatajaa, mtazama wote. Mungu akawatokea kwenye ule mstari wa 7. Anasema amani ya nchi ya Babeli ipo mikononi mwenu. Msipoiombea na kuitakia amani, mmekwisha. Ikiharibika na nyinyi mmeharibika. Adui akishambulia na nyinyi mmeshambuliwa. Kwa anawarejesha mioyo kwa upya. Unajua ni kama Mungu anawafanyia counseling fulani ili warudi. Waona hii miaka 70 tukayoishi hapa, hivi tuoage, hivi tugomwage. Lakini walikuwa wamezila. Kama wengine wanavyozilaga, na zila mke, na zila watoto, zila chakula, zila kila kitu. Haya, wanaozila tupungiane mikono. Afadhali hamjanyosha. Anazila chakula, anazila mke, anazila na watoto, anazila kila kitu, anazila na kufanya kazi. Siwe unazila. Nataka kuzungumza nini? Nataka kuzungumza juu ya habari ya kuto kufanya kitu ambacho ulitakiwa kufanya na we unaona ni kawaida. Na wakati fulani, sikiliza kwa makini, ndio namaliza. Unatumia kila namna, unatamani ufanye, lakini inashindikana. Jana niliwaambia, kila ombi, kila jambo lina ufunguo wake. Bila kurejesha hiyo pembe yako, hilo jambo huji kufanya, inawezekana ambako unaondoka dunia hii. Kwa hiyo ili ufanye lile jambo, lazima urejeshe pembe. Na nielewa? Hivi watumishi wa Mungu akina Daktari Kopo, mnafikiri hapa wanafundisha tu? Mungu anakuaga amewatuma. Na hili somo limepita hapa zaidi ya miaka 3 iliyopita hapa limefundishwa. Lakini wangapi tunatendea kazi hivi vitu na kuona kwamba ni vya muhimu? Saa imefika saa hizi. Hiyo pembe yako lazima irejeshwe, na hakuna mtu wa kuikata tena kwa jina la Yesu. Hayupo. Hayupo. Mimi niliomba, nilimwambia Mungu, hata kama nikikukosea, mimi ni mtoto wako, hiyo pembe usiikate tena. Hivi hapo ungekuwa unaiangalia kwenye kioo kwenye ulimwengu wa roho, ninayo kwa jina la Yesu. Na ninashangaa hata mimi nilisikiliza somo hili sana, lakini saa ilipofika mwaka huu nimesema hapana, hii sio sawa. Lazima Mungu sio wewe, sio Mungu wewe. Hii kitu sio chenyewe. Lazima hapa urejesho utokee. Na ukitokea, nimwambia Mungu, hata kama nikikosea, pembe yangu siondoe. Kwani Mungu sana anajua kwamba mimi ni mkosaji? Ananijua. Kwa hiyo siondoe pembe yangu, kwa sababu nikiondolewa pembe nakuwa dhaifu. Ni lazima niwe na nguvu. Mimi ni mwenye nguvu. Haiwezekani. Naomba tusimame. Naomba kwa kumaanisha kutoka moyoni. Simama, tunaenda kuomba. Tuna kazi nyingi za kuomba pale. Watumishi mnaweza tusaidiane hapa kuomba. Tusukume haya maombi. Pembe yako imekatwa. Naomba ng'ang'ana tu na pembe. Hivyo vingine vyote unavyoviomba vitafanikiwa tu. Hivi unaniona ninachosema? Yaani pembe ikirudi, kila kitu kinarudi. Kesho nitakufundisha kitu kingine kidogo na kesho kutwa tena. Hivyo tukipata nafasi. Tusipopata nafasi, Mungu akisema kitu kingine tutafanya kingine. Lakini nakwambia kitu kinachoitwa pembe ni swala la kiroho. Nakumbuka Hana pembe ilipokatwa, alikuwa anadharauliwa, anatukanwa na mke mwenza, hata kama yeye ndiye aliyekuwa mkubwa. Lakini saa ilipofika amepata mtoto, anasema pembe yangu imeinuka na kinywa changu kimepanuka. Maana nina neno la kusema. Wengine wale wote walinyamazishwa, akina Penina kimya, hawaonekani, hata watoto wao hawataji. Pembe kwenye ulimwengu wa roho ni kitu cha muhimu sana kwako. Naomba usiniangalie kwamba mwinjisi anataka tuombeage mipango, nakubali. Na hii nayo ni mmoja wa mipango. Sawa? Kurejesha pembe ni moja ya mpango ili uwe na nguvu. Tupungiane mikono.
Tumpigie Yesu makofi sasa, halafu tuingie kuomba. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako. Nimesikia neno lako, jinsi ambavyo dalili mojawapo pembe yangu ikikatwa, dalili mojawapo nashindwa kufanya vitu kwa wakati, lakini pia sipendi kufanya, sipendi kutembelea hata ule mradi wangu niliouanzisha, sipendi kutembelea kwa sababu pembe yangu imekatwa. Ninasogea mbele zako. Nimejifunza jinsi ambavyo taifa la Israeli pembe ilipokatwa hawakutaka hata kuabudu, hawakutaka kuabudu Mungu aliye hai, walizila kukuabudu wewe. Wakasema hatuwezi kuimba kwa sababu pembe ilikatwa. Hawakuona umuhimu wa Mungu aliye hai kuwepo katikati yao. Ninasogea mbele zako, ninaomba rehema tena kama nilivyokuja jana. Ninaomba rehema. Yawezekana pembe yangu ilikatwa kwa sababu ya kiburi na majivuno, kwa sababu ya dhambi zangu, kwa sababu ya uasi wangu. Ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe. Kwa hakika mimi ni mwenye dhambi. Ninakuja mbele zako, unisamehe Bwana, unirehemu Bwana. Ninasogea mbele zako sawa sawa na lile neno la Ezekieli 29. Wewe unasema Israeli utawarejeshea pembe yao, utawarejeshea pembe yao hiyo iliyokatwa, hiyo iliyokatwa. Bwana, na mimi nasogea mbele zako. Ninajua ya kuwa pembe yangu ilikatwa na adui kwa sababu wewe uliruhusu, au maonezi ya adui. Ninasogea mbele zako, ninaomba rehema, ninaomba msamaha, ninaomba urejesho wa pembe yangu, ili nipate kufanya kila kitu kwa wakati, ili nipate kufanya mambo yangu kwa wakati, nisichelewe katika jina la Yesu. Niondolee ile roho ya kuchelewesha ambayo imesababishwa na kukatwa pembe yangu, na kukatwa pembe yangu. Niondolee hiyo roho ya kuchelewa kufanya maamuzi, kufanya vitu. Wakati mwingine hata nikishauriwa sitaki kusikia. Naomba nisamehe, naomba nirehemu, naomba nitakase. Ninainua pembe yangu, pembe yangu iliyokatwa, naiinua siku ya leo kwenye kila eneo, kwenye kazi zangu, kwenye biashara zangu, ofisini kwangu. Napotakiwa kupandishwa cheo, nikapandishwe, nisinyang'anywe nafasi yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Anza kwa toba, nenda kwa toba, nenda kwa toba. Baadaye tena nenda kuongoza ombi lingine. Kataraboshika robokoria saka. Jehova, tunakuja mbele zako Bwana, tunaomba toba, tunaomba rehema Jehova, tunaomba toba Bwana, tunaomba toba mahali ambapo ni sisi tumesababisha pembe zetu zikatwe. Tunaomba toba, tunaomba rehema Mfalme, tunaomba toba, tunaomba rehema. Bwana tusamehe, Bwana turehemu, Bwana tusamehe. Ni kweli wakati mwingine hatukuwa makini na wewe, hatukuwa makini na wewe kama wenzetu ambao walikusahau wakawa ugenini. Bwana, Jehova, tunakuja mbele zako, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba rehema Bwana, tunaomba rehema Bwana. Turehemu Jehova, turehemu sisi, turehemu na familia zetu, turehemu na kanisa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba. Rabashekete rikarabashekete inabakoloboshaka, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Samehe Bwana, samehe Bwana, samehe kanisa lako, tusamehe Bwana na familia zetu. Kuna mahali kweli hatujafika, hatujafika kwa sababu pembe zetu zimekatwa. Kuna mahali Bwana tulisahauliwa kwa sababu ya pembe zetu zilikatwa. Kuna mahali Bwana tumecheleweshewa kwa sababu ya pembe zetu zimekatwa. Kuna mahali Bwana
tumekaa tumeshindwa kustawi kwa sababu ya pembe zetu zimekatwa. Tunakuja mbele zako Bwana, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba kwenye maofisi yetu, kwenye biashara zetu, kwenye familia zetu. Wakati mwingine Bwana, tumekatwa pembe zetu hata kwenye familia, hata kwa mke na mume. Bwana, tunakuja mbele zako, tunaomba toba, tunaomba rehema Bwana, tunaomba toba Jehova. Bwana samehe, Bwana samehe, Bwana samehe, Bwana samehe. Tunaomba toba ya urejesheo tena wa pembe zetu, tunaomba toba ya urejesheo wa pembe zetu. Ripo koloboshaka rinda raba koloboshaka, tunaomba toba, tunaomba rehema Bwana. Tulikosa uaminifu mbele zako Bwana, tukawa utumwani kama wenzetu walivyokuwa utumwani, wakaambiwa waimbe huko, wakasema hatuwezi kuimba huko, maana walichoka, maana walikata tamaa. Mungu uliye hai, kuna mahali ambapo tumechoka, tumekata tamaa, lakini kwa sauti hii tunakuja mbele zako, lakini kwa sauti hii tunasogea mbele zako, tunaomba toba, tunaomba rehema Bwana. Ni sisi na watoto wetu, ni sisi na familia zetu, tunaomba turehemu, tunaomba turehemu, tunaomba turehemu mahali ambapo Bwana pembe zetu zimekatwa, pembe zetu zimenyamazishwa. Hatuoni tena kushoto wala kulia, hatuoni mbele, hatuoni Bwana tulikotoka. Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, tunaomba rehema, tunaomba turehemu Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaomba urejesho wa pembe zetu, tunaomba toba ya urejesho wa pembe zetu. Jehova, Jehova, riko korobo shaka rinda rabakori basaita, rinda rabakoro basaita, iya bakorobo shaka rindo robo shanda rabakuti, ina babori ya bashakata riki kila bakorobo shaka. Turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana, iya bokora bashaka rinda rabakorobo shaka, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rehemu Bwana, rehemu Bwana, turehemu Jehova, turehemu mwaminifu, turehemu mwamba wetu, turehemu Adonai, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunachokuomba Baba ni urejesho wa pembe zetu, wa urejesho wa pembe zetu Baba. Turejeshe tena Baba, turejeshe tena ile pembe iliyokatwa, ile pembe iliyokatwa, ile pembe iliyokatwa, turejeshe tena, turejeshe tena, turejeshe tena. Tunakuja kwako Bwana, wewe ambaye Bwana ulitupatia, acha tena tunarudi kwako, tunakuja kwako Bwana, tunakuja kwako Bwana, tunaomba turejeshe zile pembe zilizokatwa, ile pembe iliyokatwa, ile pembe iliyonyamazishwa, ile pembe iliyovunjika Baba, turejeshe tena. Uwezo huo una wewe, hiyo nguvu ina wewe Bwana. Ribo korobo shaka rinda raba korobo shaka, turejeshe tena hizo pembe zetu kwenye biashara, turejeshe tena hizo pembe zetu kwenye huduma Bwana. Rejesha Bwana, rejesha Bwana, rejesha Bwana, rejesha robo shekete na familia zetu, rejesha Bwana, rejesha Bwana, rejesha Bwana. Raba korobo shaka kwenye masoko, kwenye masoko, kwenye masoko Bwana, tuinulie hizo pembe, hizo pembe, hizo pembe, hizo pembe, tuinulie Bwana, tuinulie Bwana. Iyabakorobo shaka rikanda rabakori rinde rabo saita inabakorobo shaka ripopopora baseke yeketerebo shaka. Rejesha tena Bwana ile nguvu ya kwanza, rejesha tena Bwana ile pembe ya kwanza, rejesha tena Bwana zile nguvu za kwanza zilizoharibiwa, 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 zilizoharibiwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rejesha Bwana, rejesha Bwana. Robo shekete ripo kolobo shaka rikanda rabahori. Hatuna kwa kwenda isipokuwa ni kwako, ni kwako Jehova. Tupo kwenye hii madhabahu, tupo kwenye hii madhabahu, tunajitambulisha kwako, tunajitambulisha kwako. Ndio maana tumeacha kazi, ndio maana tumeacha nyumba, ndio maana tumeacha ofisi, tuje kwako Bwana ili
tupate urejesho tena wa hizo pembe zilizoharibiwa, hizo pembe zilizokatwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ziko pembe zimekatwa kwa wazi, ziko pembe zimekatwa kwa siri sana. Ripo kolobo shaka inaba kolobo shaka, tunajikuta tuwe Bwana, sauti zetu zimenyamazishwa, tunajikuta tuwe Bwana, biashara zetu zimeharibika. Tunakuja mbele zako, tunakuja mbele zako mchana huu leo Bwana, tuna haja na wewe Jehova, tuna haja na wewe Bwana. Turejeshe Baba, turejeshe Mfalme, turejeshe mwamba wetu, zile pembe zilizoharibiwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Turejeshe Bwana, turejeshe Bwana, turejeshe Bwana, turejeshe Bwana, turejeshe Bwana. Ropo kolobo shaka, rejesha Jehova, rejesha pembe zetu, rejesha Adonai, rejesha pembe zetu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hai Pigie Yesu makofi kwa sehemu hiyo ya kwanza. Twende tukamalizia hapa tukiwa wamesimama hivyo hivyo, tunamalizia hapa, tunarejesha pembe sasa. Na ninaomba useme kwa kumaanisha. Wachawi wanaporoga wanatamka, hawalogagi kimya kimya. Kwa na sisi tunapofanya vitu vyovyote tunatamka. Kumbuka wiki iliyopita tunatamka, kile tunachotamka kinaumbika, kinakuwa halisi. Unanielewa ninavyosema? Kwa hiyo sio mtegezi. Najua hapa wote tuna uwezo wa kutamka. Amen. Ezekieli sura ile ya 29, Ezekieli 29:21. Ezekieli 29:21. Maneno yale yanasema, Ezekieli, andika pale ulipo, kuna andika ni andiko moja hapo liloandaliwa hapa. Ezekieli 29:21. Siku ile nitawachipushia nyumba ya Israeli pembe. Umesikia hilo neno? Baada ya Israeli wakiwa kule Babeli, walipoingia kuomba toba, akina Danieli na wengine watumishi wa Mungu, Mungu anasema siku ile nitawachipushia nyumba ya Israeli pembe. Hii ni ishara kwamba Mungu alikuwa ameruhusu adui akate, kwa anasema nitawachipushia, wakati huo wakiwa bado wapo kule Babeli. Lakini anasema nitawachipushia hiyo siku pembe. Halafu anasema nami nitakujalia kufumbua kinywa kati yao. Nitakujalia kufumbua kinywa kati yao, nao watakuja na kuwa nao watajua ya kuwa mimi ni Bwana. Mungu anajidhihirisha tena mara ya pili kwao. Naomba kwa kufuata huu mstari tunaenda kuomba. Nyosha mkono wako. Yaani hapa kama ukimaanisha kuna kitu kinaumbika na unaondoka ukiwa salama kabisa. Yaani kila kitu kinarudi hapa. Sema, Bwana Yesu, ninajua ya kuwa kwa sababu ya dhambi zangu pembe yangu ilikatwa. Ninakuja mbele zako, ninaomba toba na nimeomba toba. Najua Mungu umenisamehe kama ambavyo uliwasamehe Israeli. Muda ulipofika uliwarejeshea pembe yao, kama unavyosema katika hili andiko tulilolisoma kutoka Ezekieli 29 mstari wa 21. Unasema ile siku utarejesha hiyo pembe iliyokatwa na adui za Waisraeli, ambapo wewe mwenyewe uliruhusu ikatwe. Nami ninasogea mbele zako hii siku ya leo, ninakuomba Bwana, rejesha pembe yangu iliyokuwa imekatwa na adui zangu. Wakafurahi sana kwa kukata pembe yangu, wakanizomea sana. Heshima yangu ikaporomoka, nikawa sionekani tena, na kazi yangu ikadharauliwa sana, na wewe Mungu wangu ukadharauliwa sana. Siku hii ya leo ninarejesha, naomba urejesho, nirejeshe hiyo pembe,
nirejeshe hiyo pembe iliyokatwa, ili heshima yangu na heshima yako Mungu irudi tena, katika jina Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Nirejeshe pembe kama ulivyorejesha kwa taifa la Israeli, nami nirejeshe leo. Nimetembea kwa muda mrefu katika hali ya unyonge, kwa sababu pembe yangu ilikuwa imekatwa. Bwana, siku ya leo nimekata shauri kukugeukia Mungu wangu na kuomba, Bwana, rejesha pembe yangu siku ya leo. Siku ya leo ukumbuke ya kuwa hii heshima sio kwa ajili yangu tu, bali kwa ajili yako na kwa ajili ya kanisa lako na kwa ajili ya taifa langu, katika jina la Yesu. Rejesha Bwana hiyo pembe yangu iliyokuwa imekatwa. Bwana, nikumbuke tena hiyo pembe yangu irejeshwe tena, pembe yangu ikawe ya chuma, ikawe ya chuma, ikawe ya chuma, ikawe ya unicorn, ikawe ya unicorn, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Na hakuna mtu mwingine atakayeinuka kuikata pembe yangu, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Pembe yangu ninaiunganisha na pembe ya Yesu Kristo, sawa sawa na kitabu kile cha Injili ya Luka sura ile ya 1 mstari wa 69. Bwana, kama ambavyo pembe ya Kristo imeinuliwa juu katika ulimwengu huu, Bwana, naiunganisha pembe yangu na pembe ya Kristo, katika jina Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Omba urejesho, omba urejesho. Tamka, kazana. Usifanye uzembe. Unaokolewa, unaponywa, kila kitu kinarejea. Hataraboshika rapo korea saka rika naraboshika. Tamka urejesho. Omba Mungu akurejeshe siku ya leo, siku ya leo. Mwambie Mungu, nimeaibika kwa muda mrefu, nimekosa heshima. Na wewe Mungu umekosa heshima. Ujue kukosa heshima kwa wewe ni kukosa heshima kwa Mungu wako. Hataraboshika rika raboseke rika sakaraboshika kandarabo korea saka. Bwana, tunaomba urejesho. Tunaita urejesho siku ya leo. Tunaita urejesho siku ya leo. Urejesho siku ya leo kwenye pembe zetu zilizokuwa zimekatwa, zilikuwa zimeondolewa, hata hatukuonekana, hata hatukuhesabiwa kuwa kitu. Tulizalauliwa na wewe Mungu wetu, ulizalauliwa kama ambavyo taifa la Israeli wakiwa kule ugenini walizalauliwa na watu wa mataifa mengine. Wakasema, yuko wapi Mungu wenu? Wakasema, yuko wapi Mungu wenu? Karaboseke rebosaka katarabosika ropo korea saka. Mara hii tu Bwana, mara tu hii Yesu, utukumbuke Bwana, utukumbuke Yesu. Usikumbuke familia zetu, ukumbuke Bwana. Pembe yetu irejeshe, pembe yetu irejeshe, pembe yetu irejeshe. Katarabosaka rikarabosaka. Tumetukanwa vya kutosha, tumezalauliwa vya kutosha. Wengine wanasema mnapiga kelele mchana, kila siku mnapiga kelele mchana. Yesu tukumbuke, Yesu tukumbuke, Yesu tukumbuke. Karaboseke ropo korea saka. Utukumbuke Yawe. Raboseke rebosika. Mbingu zikatuitikie, mbingu zituitikie mara hii tu tena. Ulimuitikia Samsoni, ulimuitikia Samsoni. Bwana, na sisi tuitikie, tuitikie tena, tuitikie mara hii, tuitikie mara hii. Mbingu zisinyamaze, maana tunapodhalauliwa sisi na wewe unadhalauliwa. Mungu, huwezi kukubali kudhalauliwa. Katarabosaka ripo korea saka. Ni kwa ajili ya utukufu wako, sio kwa ajili ya sisi, ni kwa ajili ya utukufu wako, ili heshima yako ya kiungu ipate kuonekana tena. Watu wajue yuko Mungu aliye hai, watu wajue yuko Mungu aliye hai. Katarabosaka ropo korea saka rika narabosaka ropo korea saka ripo korea saka. Mbingu zako zituitikie Mungu, sinyamaze Mungu. Turejeshe, turejeshe, turejeshe,
turejeshe karabosika ropo koryasaka, sio kwa ajili ya si kupata utukufu, bali Mungu upate utukufu. Ukumbuke hilo tu Yesu, ukumbuke tu hilo Bwana, ili we upate heshima, ili we upate heshima, ili we upate heshima katarabosaka, na kisha sisi tufuate, kisha sisi tufuate, lakini kwanza upate heshima wewe, upate utukufu wewe katarabosaka rikasaka ropo koryasaka. Omba, Mungu yupo hapa kusaidia. Omba, tamka, omba urejesho, omba urejesho. Umetaabika kwenye hiyo ndoa kwa muda mrefu, sababu pembe yako ilikatwa, haupati heshima, hausikilizwi. Nenda mbele za Bwana, omba tu urejesho wa pembe, usiombe ndoa. Omba tu urejesho wa pembe. Pembe ikirejeshwa, kila kitu kitakaa sawa, kila kitu kitakaa sawa. Pembe ya Hana iliporejeshwa, kila kitu kilikaa sawa, kila kitu kilikaa sawa, kilikaa sawa, kila kitu kilikaa sawa. Mkumbuke Hana, pembe iliporejeshwa, kila kitu kilikaa sawa. Mpaka leo tunamsoma Samueli, nabii wa Bwana, kuhani wa Bwana. Lakini wale wengine, hata kama walikuwa wengi, hata majina yao hayapo. Rika rabosaka. Ni saa ya Bwana kukukumbuka, ni saa ya Bwana kukukumbuka. Usimsikilize mwingine, hakisha unaomba, usisubiri. Hicho unachoomba Mungu anasikia. Omba urejesho wa pembe yako. Rika saka ripo korea saka. Maji yametibuliwa kwa ajili yako. Usinyamaze, usinyamaze. Kisima kimetibuka, malaika ameshuka, ameshuka sasa. Maji yametibuliwa kataraboshika. Nawe unatufuatilia kwa njia ya mtandao, hakisha unaomba, hakisha unaomba. Jiunganishe, utapokea kama sisi tunavyopokea hapa. Rika saka. Ni Mungu yule yule atakuhudumia. Hiyo pembe yako iliyokatwa, hiyo pembe yako iliyokatwa kwa muda mrefu, saa imefika, saa imefika ya kurejeshewa. Heshima yako inarudi, kila kitu kinarudi. Hataraboshika rapo korea saka. Unatamani kupata cheo cha juu, umesoma, hauonekani. Ambao wana elimu ya chini wanapandishwa ofisi hiyo hiyo, kwa nini wewe hauonekani? Rika saka rapo korea saka. Pembe yako imekatwa, pembe yako imekatwa, ni saa ya kurejeshewa. Rika saka ropo korea saka. Ni saa ya urejesho. Kilichokuwa hakina nguvu kinapata nguvu, kinapata nguvu. Rika saka, rika saka ropo korea saka, rika saka. Mungu umesema utukufu wa nyumba hii wa mwisho utakuwa mkuu zaidi kuliko ule wa kwanza. Bwana, pembe zetu zikawe na nguvu kuliko ile ya kwanza. Utukufu wako, utukufu wako ukadhihirike katika jina Yesu, katika jina Yesu. Pembe zetu zikarejee kila moja. Kataraboshika ropo korea saka rika saka raboshika ropo korea saka. Shika sadaka yako, shika sadaka yako. Muda wetu umeisha, lakini nasikia ndani yangu bado mzigo. Sijui wewe, lakini mimi nasikia ndani yangu bado mzigo. Hebu tupate nafasi kesho, tuombe Mungu atupe neema kesho. Leo tunatoa sadaka kwa njia ya bahasha kwa ajili ya watamia madhabahu. Unakuta hapa pana moto, kuna watu wanahudhuria hapa muda mwingi sana, wanaacha kwenda mashambani. Hebu toa sadaka hiyo, pengine wakaweka tu kibarua wakapata chakula nyumbani mwao. Toa sadaka hiyo nzuri ambayo Mungu amekupa, na hakisha unapokuja unakuja na sadaka. Sadaka zipo nyingi, zipo sadaka za vitu, za fedha. Hakisha unakuja na sadaka tafadhali, ni muhimu sana, ni muhimu sana. Naomba nikukumbushe, unapokuja na sadaka Mungu anakuona kwamba ulikuwepo. Sadaka ni kama mahudhurio. Ukihudhuria kwenye kikao usipoandika jina ni kama haupo. Kwa siku kama hauna kweli iwe sahihi. Lakini mimi siamini kama kuna mtu hana, labda kama mlemavu. Lakini kama upo mzima, nilikuwa na peni hapa. Ile peni hii hapa ya 200. 100 si 100, unaweza kuleta sadaka hapa. Ikawa sadaka. Kwa sidhani kama nyumbani kwako kuna kosa. Amina watumishi, naomba tusimame. Shika sadaka yako. Sema Bwana Yesu, inyanyue sadaka yako. Sema Bwana Yesu, ninasogea mbele zako. Nimeshika sadaka yangu. Ninataka kujiunganisha
na madhabahu yako hii ya kanisa kuu na madhabahu yako ya mbinguni. Ninajiunganisha kwa njia ya hii sadaka, ninajitambulisha ya kwamba nilikuwepo hapa na nimeomba kurejeshewa pembe yangu iliyokuwa imekatwa. Bwana, pokea sadaka yangu unapowahudumia watumishi wako, makuhani wako wa hii madhabahu, na mimi ukanikumbuke, maana neno lako linasema anayemhudumia nabii, anayempeleka nabii anapata thawabu ya nabii. Bwana, unikumbuke, ukumbuke na kazi zangu, ukumbuke na familia yangu, ukumbuke na afya yangu. Usiniache Bwana, unitetee na kunipigania katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Karibu mchungaji, karibu mchungaji, kama unahitaji maombi zaidi au mazungumzo. Jana nilisikia kitu hiki, naomba tukumbuke semina hii, tutaenda kuiombea na itaanza Jumapili. Tafadhali mtumishi wa Mungu mchungaji Regina Kibasa atakuwepo hapa. Tafadhali enda kuiombea nyumbani na tutaenda kuisukuma hapa. Lakini jana nilisikia hii